Hello guys, welcome back again to my YouTube channel. In case you don't know my name is Phyllis Mora. To the new subscribers, guys, hit that subscriber button below and let's grow together. To my returning one, already you know the vibe, guys. Thank you always for coming back, guys. Yani nyinyi ni watu wazuri, guys. Hey, naona tunasonga kusonga. Sasa tuko 1202. Yani tunaenda kuenda, guys. Yani tunasonga kusonga, guys. Let's hit to 2000 subscribers, guys. What's trending? What's popping? What's going on, guys, kwa mitandao, guys? Nilisema, guys, mpaka nafunga macho. Nilisema, guys, mambo ikichemuka mimi pap na ileta hapa, guys. Yeah. Today video, guys, nimeona huko TikTok vitu pia zikitrend, guys. Na kwa nini nisiwalete hapa? Lazima niwalete pia nyinyi mujisikilie, guys. Guys, Kweni aware now con women. Kweni aware now con women. Tunasaidia nurses as long as you are a registered nurse in Kenya and you may want to go work in the US. Rish Kamunge. I never thought that in my wildest dreams I would actually intercept any of your videos and respond in any way. But now you're touching on a career that bothers me because I'm a nurse by profession. I left Kenya as an RN who had practiced in Kenya and came straight to work in the US. I was brought here by an agency, or rather I actually got an agency that brought me over. I have never in my wildest researches found nurses practicing in Rwanda, Tanzania, and Uganda come to the US as nurses. It's okay for you to lie to the other careers. Because one, I came across 3 different videos by nurses who are actually practicing in the US from Kenya, and they came to the US as nurses and they were actually bothered by what you posted. They're not amused. Nobody's amused or happy about what you're doing. You can lie to other careers, but don't lie to nurses. The process of bringing a nurse does not take 4 months. You are lying. The process of even doing your NCLEX exam, yeah, it's called an NCLEX exam. It's not just an exam. Your exam hata ujui inaitwaje, inaitwa NCLEX. It's a licensing board exam. You cannot practice in the US or get a job without attaining that license. If you're telling them you're helping them do an English exam, that would make sense. Otherwise, please tag the agency you're working with on your wall. Let us know what agency you're working with. Let us know what agency brings nurses from these other countries, because Kenya registered nurse is the only nurse in East Africa who is allowed to practice in the US. It's okay for you to lie to the other careers. We danganya tu walimu na hizo careers zingine. It's none of our business. But don't lie to nurses. Don't lie to nurses. The process does not take the amount of time you're talking about unless you have an embassy in your house issuing work permits for nurses to come and practice in the US. Stop what you're doing. Steal from others. Don't steal from people that we are actually sharing information. Because one, I'm sure you don't even know that there's an NCLEX center in Kenya right now. Anyway, wacha tungoje tujue ni nini unashare, information gani unashare first before we can actually engage. And before you misquote me, I did not say my teachers waende waibiwe. Anaweza waibia because sina information, but I will tell you for free. There is no agency that is based in Kenya that can bring anybody to the US. Unless huyo mtu akona agency yake, akona embassy yake kwa nyumba, msidanganywe. And for the last time, Owen has shared this information over and over, and I'm going to repeat again. If you're coming to the US to work with any agency that is based in the US, they will cater for everything. I hope you people are not paying agencies to bring you to the US, because peaneni pesa zenu kama mko na pesa ya kuchezea, but we are not going to repeat over and over on things that you can actually do research and check for yourself. Just be careful. I'm just wondering kama bado kuna watu wanaamini Rish Kamunge. Yani dem kutoka 2023 bado amekuwa kiscam. Na still bado kuna watu wanamtrust hadi saizi. Bado mnamtrust ati kuna kazi zenye anawaitia huko nje, si ndio? Sijui kuna nurses, sijui kuna nini, kuna kazi sijui gani Dubai, sijui kuna kazi gani. And then mnampatia pesa.
Kama kuna mwingine anaona ati sijui telitoa sijui ni nimeona kwa comment section sijui ni title deed ama ilikuwa ni nini ati akampea ama ilikuwa nini, sielewi ni nini hiyo, nimeona ikiandikwa hapo na already unampea. Guys, mistaki kuongea sana, kwanza wacha niwekea hizo ma videos hapo, alafu nyinyi muniambie guys munafikiria haje kwa comment section. Rich Kamunge amekuwa akijifanya anakuja kupeleka watu out through visa, working visa. Anakuja anawadanganya, anabroker kwa kampuni nyingine, wanampatia kitu inaitwa visiting visa. Alafu ukiwa kwa ofisi kabla hujafika hata airport inakatwa kitu inaitwa booking visa, booking and hotels. Inakatwa. Pesa yako inaisha. Ukilipa 100,000 wanakuambia imeshindikana, chukua 25,000 rudi nyumbani. Sasa niko na video ya Rich Kamunge nyumba mahali anafanyia biashara iko mahali inaitwa Biashara Plaza. Rich Kamunge amekuwa mmoja wa wale walikuwa wanapeleka watu Malaysia. Rich Kamunge nataka kutangaza hapa, 2 of the clients have been harvested organs in India. Rich Kamunge akona nyumba Biashara Plaza. Sasa Rich Kamunge So guys, kufikia saizi tunafaa kujua kuna macon women na kuna con men's huku Kenya. Tena wengi sana, tena wengi hata yani wako tu kitu kimoja, wanakuaga hata hizi agents mingi zinakuaga za ukora guys. Yani mwanamke tu unaweza amka tu aje unakon watu, unawakon, na hata hii ni kitu yenye imeendelea, but pia sisi ni wajinga. Unaona kabisa hii ni scam ama imetrendiki kwa ni scam huku hivi online, especially TikTok. Lazima hizi vitu zina trendigi wakiambwa vile ni scam, but wewe na akili yako mbaya unaenda bado unamtumia pesa. Anakudanganya labda anataka commission ya pesa fulani, unampatia. Anakudanganya kuna kazi ya nurses, ulisikia wapi? Ati kuna kazi ya nurses sijui Dubai, sijui kuna kazi sijui ya nurses sijui wapi. Alafu wewe na akili yako timamu unachukua pesa za commission zenye amekuitisha, labda amekuitisha 300 ama 400 ama anakuitisha hata 500, na wewe ama 100 unachukua na unampatia. Alafu sijui nasikia tu ukifika airport wewe unafikiria unaenda sijui nini, zinakuwa zimefungwa hapo, uwezi travel. Ukifika hapo hakuna kitu kama hiyo guys. Mwacha niendelee kuwekea, nyinyi mjisikilie wenyewe guys. Mimi sitaki kuongea sana, nyinyi wenyewe mjisikilie, mniambie kwa comment section. Mimi nilisema kitu ikitrend mimi naileta hapa, nyinyi wenyewe pia mnisaidie kuniambia hapo kwa comment section if watu wanakoniwa wakiona na macho ama ni nini. Yeah, mtu aniambie mahali nitatoa huyu msichana anaitwa Rich Kamunge, tukae na yeye chini nione hicho kenye anaonanga kama ni cha ukweli. I don't think so. Akisi unaniudhi wewe. Na mimi nitasemaje? Niko hivi. Na bado I still feel niko sana. So to excess. Nikupatie ufupi, nyash, na hii sura yote upake ka makeup kidogo, utakuwa sawa vile unataka, na unipe hiyo pesa na hiyo mwili yako, mimi niko nitasonga mbio. Mbio sana. Wewe usiwahi fikiria ati kila mtu atakupenda hii dunia. Songa na wale wenye mnasikizana, wale hamsikizani shut that door. Washati funga hiyo mlango yao kabisa, ongelele yange huko nje. Ati uko na baruni sijui ati uko 23. Wewe, you really don't understand what you're saying. Guys, I hope mmejisikilia, mmejionea guys. Udaku guys, nilisema lazima nilete guys. Sina mengi guys ya kusema, at least mmejisikilia kila kitu pale. Guys, tukue hapa. Before uende uchukue pesa upatie agent wote ama upatie mtu ati anakutafutia kazi huko nje, kaa kwanza, chunguza ujue kama mtu ni wa ukweli. Wacha kuskamiwa. Tusikubali kuskamiwa. Tusikubali kuibiwa pesa zetu. Hizi pesa tunazitafuta kwa njia mingi. Hizi pesa hatuendi tukaziokota pale. So nimeona hata watu wakisema watamtembelea. Sijui kama watamtembelea kwa ofisi yake ama watamtembelea wapi. But guys, tukue very very
careful. Usidanganywe na mtu unaitishwa pesa na ujechunguza kwenye unapelekwa ni wapi, ama unadanganywa sijui kuna kazi US sijui hata kuna mwingine naona akitrend mwanaume ati anadanganya watu sijui anawapeleka sijui ni UK sijui ni wapi. Sijajua naye stories zake kama ni za ukweli juu pia anaenda anafunga comment section. So uenda pia naye na anaweza kuwa pia na scam watu kiasi. Ni mwanaume mwingine tu hapo naona pia advertise hivyo. Yeah, unajua watu pia msipochunga, unaona hizi comments zenye watu wanakuwa wameandika hapo chini yao ati thank you nilifanikiwa nikafika vizuri, ulinisaidia sana. Hao wanakuaga pamoja na hao watu. Lazima mjue hao watu wanakuaga pamoja na hao watu. Wanakuaga pamoja na hiyo mikora. Hao ndio wanaenda kujitextisha pale ati nilifika salama, asante kwa kunisaidia, sijui nini, sasa ningekuwa nahangaika. No, those people wanakuaga pamoja. Au ndio wanaenda wana comment pale chini, wanaambiwa wa comment. Anatafuta watu wake hata kama 10 ndio wakuja comment pale. Wewe ukikuwa na akili zako za ujinga unafikiria ai kweli ni ukweli alisaidia, sijui nimeona hizi comment. Wewe unaenda unatoa pesa zako. Hebu tukueni hapa. Tukueni werevu hapa guys. Mimi sina mingi guys, until the next video guys. Nawapenda guys. Naona mnafanya kazi safi guys. Fikisheni msichana wenyu 2000 subscribers na nitakuwa happy guys. Yeah, until the next video guys. Bye. Mwah.